Yes. Yeah, Mr. 4G. Yes, bakunzi ba Shari TV murameze neza, muri good, muri fresh. Yes, in update ndanye itaramenyekana hana hariho hose atari kuri Shari TV honyine. Bandugiye subscribe, ndanakubwira neza ko ndagukunda cyane umunsi niko ndakuramuza mu mpwemu nyinshi ndiko ndakubwira ati ebana ibintu birakomeye, ibintu birabaye umunoni. Yes, amajambo hirya no hino atandukanye kwa Fiston Abdoul Razaq Mr. 4G au 4 goal 4 b amazimisi abonekana hirya no hino nyuma yo kuva muri Yanga akaja muri Maroc kuja gukinirayo. Rero amajambo yabaye menshi, hariho byinshi biriko biraba ndetse bikomeye cyane, ntivyoroshe kabisa, ntivyoroshe hirya no hino, biriko biravugwa, biriko biramenyekana, ariko ntibaramenya neza source y'ibintu uko bimeze. So ni Fiston Abdoul Razaq bivugwa neza yuko we n'umutambukanyi wiwe bubakanye biciye mu mategeko, batameraniye neza ndetse batariko barahana gahengwe hirya no hino canke mu buzima bwabo busanzwe. Yes, twaronse izo nkuru, turavuga ati reka tuzikorere ko turondere Fiston Abdoul Razaq twumve icabi bivuga ko nawe aratubwira ati byabaye birebire kuva kera, ariko reka ndabaho umuco kimwe ku kindi mwumve uko bimeze. Reka nanjye ndaguha umwanya wumvirize insiguro yaduhaye ndetse umenye n'ivyo ari byo. Eske Fiston Abdoul Razaq n'umugore wiwe bafiki ni kihe kiri hagati ya Fiston Abdoul Razaq n'umugore wiwe? Ya ukweli ambao uliopo ni story ndefu, lakini nikienda kwenye details ni kwamba itachukua muda mrefu sana, so wacha niende kwa point. Umeshanielewa? So kitu cha kwanza nilishauriwa sana na kila mtu kwamba usimoe yule mwanamke, kashaolewa na wanaume wawili tofauti na anazaa nao, na mwisho anamaliza kwa kupigana, kuvurugana. We hautaweza. Mwingine alikuwa na umri yani zaidi hata ya babako ambaye alizaa naye mtoto sijui wa pili. Mimi nikafanya masikio magumu, lakini baada ya hapo tu ilibidi nianze, yani siku tu ya kwanza ya kumuoa basi ilibidi nianze kujuta. Na siku hiyo kwanza alipigana, hiyo siku ya harusi familia yangu yote ikiwepo pale, mwenyewe nikashangaa. So siku hiyo ya harusi eti pete ya harusi imepotea. Mimi nikashindwa kuelewa vipi, umeona. Lakini yote nilikuwa navumilia kwa sababu watu wamenishauri sana. Sasa nikisema ndo nafika navunja ndoa hapo itaonekana kwamba nimekosea. So nikawa najaribu kufanyaje kuvumilia hivyo, yani umeona. So pointi ambazo naweza kuzungumzia ni kwamba alimfukuza ndugu yangu nyumbani kwa kutupa nguo zake bila sababu za msingi. Nilisema siendi kwenye details, maana yake inaweza kuchukua muda mwingi. Alifukuza ndugu yangu. Aliwahi kutaka kuniua kwa kisu. Anakuja na kisu, ananifuata, narudi nyuma mpaka nikafika ukutani kuchomoa kisu. Sikuwa na solution nyingine, ilibidi nikimbie. Baada ya hapo kuna action nyingine kafanya, eti anataka mimi niende Mimba. Sasa mimi nikawa yani kafanyaje, yani kajinyonga, kaweka kweli na kiti, kasimama alafu katoa kiti. Umeshanielewa? Sasa mimi nikamwambia kosa langu ni lipi, mpaka nikawa najuta. Nasema kwa nini siku zote watenda mema malipo yao ni maovu tu, malipo yao ni maumivu tu? Mimi nikawa nashindwa kuelewa. Nikasema hivi, hukumbuki ulikotoka? Hivi ulikuwa unategemea unaweza kumpata tena mwanaume mwingine? Kwa nini usini protect isionekane kwamba watu walivyokuwa wanasema ni uongo? Au basi ubadilike, utazaa na watu wangapi? Lakini wapi, washehe walikuja, wazazi walikuja, lakini mambo yalishindikana. Siendi kwa details, lakini niko najaribu kuambia mapointi ambayo ni ngumu sana kila mwanaume kuweza kuvumilia. Tupo Kenya, anamwandikia president wa timu, mambo gani sasa haya? Mpaka leo mshahara tujapata. Burundi tulikuwa tunaishi vizuri, tunakula vizuri. Ndio maisha gani haya? President ananiambia, vipi Fiston, kweli unaweza kuniambia hivi? Na mimi wewe ndo mchezaji ninayempenda kuliko wachezaji wote. Wewe na kuinvitigi nyumbani, wewe na huyo mwanamke mnakuja mnakula mnachangia na mke wangu na mimi mezani.
kitu ambacho sijawahi kufanyia mchezaji yeyote. Nikaanza kuomba msamaha, nikamwambia president, sio mimi, na iwe mara ya mwisho mimi kurudi kumuona huyo mwanamke wako. Kama na kucontrol utajua mwenyewe, kwa sababu upole wangu ulikuwa unaniponza. South Africa amefanya hivyo hivyo. Natoka Sundowns naenda Celtic, kachukua simu, kashikashika mapicha, vitu, madirisha, sijui mataa, zile ampule, sijui akashika picha ya friji nini, akatuma kwa secretary wa Mamelodi Sundowns. Anamaanisha kwamba hakuna mapazia, hakuna chakula, hakuna umeme, na timu mimi walikuwa wameshaniambia, Fiston, kuna mtu alikuwa kwenye hii nyumba na hivi ni weekend, Monday ndo tutaweka kila kitu sawa. President wa Celtic ananipigia, hatukujua tumesaini mchezaji mshenzi kama wewe. Nikamwambia mimi nimefanya nini president? Ndo kwanza nafika. Eti wewe ni mtu wa kuchukua mapicha sijui manini, kwa nini hujani contact mimi? Mimi nikamwambia president, sio mimi. Nikafika tunajua nikivuruge. Mimi nilivyokwenda kumuuliza, eti ni mimi ndio nimefanya hivyo. Sasa talala bila matasi. Nikamwambia sasa mkono unaingilia kwenye kazi, utakuja kunifukuzisha. Ni mambo mengi sana, siwezi hata kuzungumzia. Mpaka mtu anafika na hatua ya kwenda kutoa mtoto tumboni, operation. Naongea naye kama leo, kumbe yuko na tiketi tayari kesho ya kusafiri kwenda kutoa mtoto, wakati South Africa. Hilo uliwahi kuliona wapi? Kwamba kama kweli mimi ndo baba wa mtoto, ndo maana huwa siamini. Kama kweli mimi ndo baba wa mtoto mpaka inafika tunaongea na wewe kesho, kumbe na uko na appointment na operation na mtoto anatolewa, mimi nakuja tu kuitwa eti sijui nani amefanywa operation, sijui ndo hivyo. Nikamwambia mnadanganya. Jana niliongea naye na shangazi yake, ni uongo. Akasema ndio. Sali safirije? Akaniambia maana yake alikuwa yuko na tiketi tayari. Mimi nimeishiwa sana. Nilifanya juu chini nipate makaratasi nijue, je, hiyo mimba ilikuwa imeharibika tayari au vipi? Mimi nimeshindwaga kuelewa. Wamenikwepesha mpaka wakanifanya nisionane hata na mganga. Nikitaka kwenda kuonana naye sijui hapana, sijui subiri, sijui. Imeisha hivyo Santrasi. Kumepitika mambo kibao. Sasa angalia vitu ambavyo sasa hivi haviko kwenye mikono yangu. Sasa hivi yeye ndo anaishi kwenye nyumba yangu Kiriri. Sasa hivi ameuzisha parcel yangu ambayo ni zaidi ya milioni 70 kwa makaratasi ya fake. Umeelewa? Makaratasi ya fake, proclamation ya fake amejitengenezea, wakaenda wakaiga signature yangu, alafu akaenda kwa mtu ambaye nilimnunuliaga parcele, akamdanganya eti Fiston ananituma, eti baba mtoto wangu mzazi mwenzangu ananituma copy ya makaratasi ya parcele. Akaenda kumtafuta mtu, akanunua na akaanza kujenga faster. Lakini ilikuwa kama vile haina nguvu yoyote. Yani imechukuliwa kawaida, wakati kesi kwanza ilianza kwenda mahakamani. Umeshanielewa? So, baada pale imeuzishwa gari yangu, na aliuzisha wakati ndo anataka kwenda wapi? Huko South Africa. Anauzisha gari ambayo na mwenye nimenunuliaga bado yupo alive, na alikuwa ananiambia Fiston, kwani usiende uchukue ile gari kwa nguvu kule? Nikamwambia sasa ameshaiuzisha, kama sio vita nitakuwa nataka. Maduka kamaliza, vitu vingine kaenda kustade, kagawa. Mchezaji wa kwanza bora chukua kiatu, goalkeeper wa kwanza bora chukua zile gants, sijui timu ya kwanza bora chukua jezi, sijui. Vitu vimegawika hivyo vikaharibika. South Africa alikuwa anapata pension alimentaire ya $1,200 par mois, alipata kwa miezi 8. Na hata nilivyokuwa yani siku ya mwisho wa mimi kulipa pension alimentaire ilikuwa hapa mwisho wa mwezi wa 6. Lakini na pana pension alimentaire na vitu vyangu viko vinaharibika. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Ndio sheria ndo ilivyo kweli, kwamba mtu si divorce inexiste, na katika kila dini divorce inexiste. Sasa kuachana na mtu manake ni afika na
mwanaume fiko na porwa vitu vyote. Sasa siku ya divorce, sasa tutagawiwa vipi? Watatugawia vipi wakati vitu vyangu vyote nani kachukua? Itakuwaje? Kitu sasa ambacho kinasikitisha zaidi, kuna kipindi ndo nilikuwa natoka Algeria, nimemaliza nimevunja mkataba, nilikuwa sina kazi na nini, ikabidi kuna mheshimiwa anaitwa Claudette pale kwenye senari pale ile parke pale kubwa pale town. Nikaenda pale, ndo kwenye kesi yetu ipo. Akanambia Fiston, mimi nikamsikiliza kama mzazi, akanambia wewe angalia jinsi ya kutoa pension alimentaire, kwa sababu kulikuwa na muda store, nilikuwa sina kazi. Angalia jinsi ya kutoa pension alimentaire, alafu tuangalie mwanamke atakuja tena kutusalia hapa vipi. Nikamwambia ina shida. Mimi nikamwambia hata kama sina, lakini nitajitahidi chochote kile nitapata. Mimi nitatoa pension alimentaire. Nikamwambia kwa uhakika inabidi nipatie konti ya senari, kwa sababu nikiwa naweka mtakuwa mnajua na nitakuwa nakuonesha bordero. Tunaongea leo, kesho naenda naanza kuweka hela. Kitu cha ajabu, kesho hiyo hiyo na yule ambaye amenishauri niwe natoa pension alimentaire, kwamba hatorudi kuleta fujo, huyo ndo alisinye hiyo karatasi, na ilikuwa ni decision direct. Hakuwepo hata kumuitisha mwenye vitu. Alitoa decision, wameenda kubomoa nyumba. Hivyo vitu sio vya kwangu, sikununua hata kitu kimoja, isipokuwa mwanamke ambaye nilizaa naye ndo alikuwa anaishi pale. Obvious na mimi natakiwa kwenda kumwona mtoto, na vitu vyangu vimechukuliwa na yule mwanamke. Obvious nikiwa Burundi nitaenda pale. Wamebomoa, sio, hakuna convocation, hakuna chochote, decision direct. Bomoa, chukua kila kitu, TV, viti, hadi tapi, friji, yani hadi na alonje. Mimi hasira zimenipanda, kabidi nilimwandikiaga yule mheshimiwa Claudette, nikamwambia lakini mbona tumeelewana nitoe pension alimentaire, sasa mbona wanaenda kuchukua vitu ambavyo sio vya kwangu? Mwenye vitu alikuja na risiti za vitu vyote ambavyo amenunua, ambavyo vilikuwa kwenye nyumba, akaonesha na contract ya nyumba, lakini hakusikilizwa. Akaambia vitu ni vya kwangu mimi, hakusikilizwa. Ikabidi akafanyaje? Akaondoka. Sasa mimi nikakaa najiuliza, hivyo vitu, kwa hiyo nisirudi kutoa pension alimentaire? Manake ndo kwa sababu hivyo vitu vimechukuliwa kwa sababu yangu mimi, kwa hiyo itabidi nilipe. Sasa kwa hiyo nisitoe pension alimentaire, ibidi nikamwambia avoka, mimi sitaki kutoa pension alimentaire tena. Avoka kanambia hapana, wewe toa pension alimentaire, itakuja kutusaidia kwenye divorce. Lakini nikamwambiaje, divorce, kila tukifika siku ya divorce tunarudishwa nyuma, tunaambiwa eti kuna nani ambazo zipo zinatakiwa kwanza zitoke njiani, ambazo wanakuwa wana create ule mwanamke, huyo mwanamke ambaye nilizaa naye anakuwa na create madosie mengine mapenale. Unafika mdivorce eti kuna penale 4, na divorce haiwezi kutolewa mpaka hizo penale ziishe. Ukiangalia ni vitu ambavyo havieleweki. Mfano, kuna karatasi ambayo inaonesha kwamba eti mimi nitakuwa natoa 1,200,000 par mois kila mwezi. Nikasema mimi sikuwahi kukubali hilo jambo, lakini unaambiwa eti hiyo karatasi ipo. Umeshanielewa? So hilo ni jambo ambalo linaumiza sana. Sasa kuna kitu kingine ambacho ndo kinaumiza zaidi. Yule mwanamke ambaye nilizaa naye alikuwa na gari kabla hata mimi sijamuoa. Hiyo gari ilikuwa ni marke ya Port. Of course, iko na familia, iko na mamake, iko na ndugu zake wengi ambao wako Ulaya. Hiyo gari mimi nimemkuta nayo.
Hiyo gari akaibadilishaga, kanunua, akaibadilishaga na Wish. Baada ya kubadilisha na Wish, baadaye mama yake ni mama yake mkubwa akamuongezea hela, akauzisha ile gari, akapata nyingine ambayo inaitwa Juki. Sasa majuzi wakamkamata mama yake na yule mwanamke ambaye nilizaa naye, hadi wakamuweka mkasho, eti tunataka ile gari. Akasema gari mimi sijui penye ipo, na gari wala mimi hainihusu, kwani mmeshawahi kuniona mimi natembelea gari? Eti ile gari inasemekana inawezekana Fiston ndo atakuwa ameinunua. Makaratasi ya gari kapigana, kapata kopi, kawabebea. Wako na gari haipo kwenye majina yangu. Lakini bado akamwambia tunaitaka, usipoileta hapa utafungwa. Akasema mimi siwezi kutoa kitu ambacho sijui penye kipo. Hao watu, yani nachojua tu ni kwamba wanaishi, wako vizuri, wanapumua, lakini sio eti ni watu wenye mimi na control. Sasa kesi ya Fiston mimi mnanikamata kivipi? Mama watu alikuwa ni mgonjwa, anatoka kufanya operation na mshono, kila kitu. Walimuingiza jela. Baada kumuingiza jela, ilikuja kufika jioni, sijui kama imeonekana labda kwa nini tunamfunga sijui na nini, lakini aliyetoa ruhusa ni yule ambaye ametoa ruhusa ya kwenda kubomoa tena. Sasa mimi nikasema hata kama ingekuwa tuchukulie ni gari yangu, tuchukulie ni ya kwangu, mimi ndo nimenunua, aidha nimeipana, nimefanya vyovyote vile. Sasa yule mtoto ambaye mimi nimemzaa na yule mwanamke, yeye hana haki? Mbona kama vile yani hawataki hata mimi mwenyewe nipate hata maji ya kunywa, hata mtoto apate maji ya kunywa, vitu vyote viko na yule mwanamke. Umeelewa? Ikabidi alivyofunguliwa wakamwambia bado msimamo wetu kwa pale pale. Na hivi ninavyoongea na wewe, amerudi kukamatwa tena mama wa watu. Eti kesi yangu mimi, alafu mama wa watu ndo anaenda kukamatwa. Wamemkamata na hivi ninavyoongea yuko mimba. Kafungwa mimba eti kwa kesi yangu mimi. Sasa hapo ndo nauliza, yule mama kisa nimezaa na mtoto wao, sasa matatizo yangu yote imehamia kwa familia yao nzima, kwa sababu wanakuwa wanachukua hata vitu vya kwao wao binafsi ambavyo sio vya kwangu. Na wanatakiwa wajue kitu kimoja, hata niuliwe, nifanywe vyovyote vile, ule mwanamke siwezi kurudi naye. Na laiti wangejua ni mtu wa aina gani, na sidhani, na mbona kaachana na watu wawili wote? Kwa nini mimi ndo inataka kuonekana kama ni ajabu? Kwani mimi kwangu ndo inataka kuonekana kama wale wengine? Okay, si wote ni wakosaji basi. Sasa mama watu sasa hivi yuko mimba, kafungwa. Kisa nini? Aoneshe gari ambayo sio ya kwangu, hajui iko wapi, hajui na exist, hajui chochote kile. Aliyemfunga leo ni mheshimiwa mwingine ambaye naye anafanyia kazi pale pale, anaitwa Claude, anaitwa Jean Claude. Umeshanielewa? Basi mimi nikasema okay, labda sijui sheria vizuri, lakini labda nitauliza watu ambao wanaojua sheria, au labda sijui nisemeje, watu wakisikia basi, yeyote yule ambaye atasikia basi haya matatizo ajaribu sijui, maana nashindwa kuelewa. Je, ni kweli lakini ni haki? Mama watu anafungwa akiwa mgonjwa eti kwa kesi yangu mimi, na wish kama ningekuepo pale niangalie itakuwaje, niangalie okay, maana mimi sielewi, au kwa sababu sipo ndo maana yote haya? Hata kama ndio
okay, unatetea haki ya nani? Ya mtoto. Sasa yule mwenye nimezaa naye, yeye yule mtoto hana haki? Na mbona kachukua vitu vyote kiasi kwamba anashindwa kuelewa? Sasa siku ya divorce tutaka, okay, watachukua decision gani? Watanirudishia vitu vyangu vyote? Kwa sababu vyote akashachukua tayari. Kwa hiyo sijui, yani nashindwa kuelewa. Watu wengine wanakuja kuwa victim. Wacha niseme kwa makosa yangu mimi, angalau mimi sijawahi kutenda kosa lolote lile, lakini watu wengine ndio wanakuja kuwa victim. Sasa familia yote itasafa kwa ajili yangu mimi? Mimi nimeoa familia nzima, mimi nimezaa na familia nzima. Na divorce sina exist, sawa, lakini kama ndo basi mimi nachokitaka jamani ni ifatishwe tu nani kama ilivyo. Mi haijalishi kama sijui watasema Fiston bwana wewe ulikuwa kwenye makosa makubwa sana, kwa hiyo bwana usitegemee chochote, vitu vyako hakuna hata kimoja kitarudi na nini, lakini okay, mambo yenu ndo tunayamaliza hivyo. Sheria inasema kwamba wewe hutochukua chochote, kwa hiyo ndo hivyo, lakini viishe. Kwa sababu gani? Ni sawa na sijui, inachangia pia hata kuharibu maisha ya huyo mtoto. Atakuja kuwa victime kwa bure, kwa sababu mambo kama haya of course lazima yatapunguza mapenzi au ile kukea sana kuhusu nani? Mtoto. Lakini uongo mwingi ndio unaendeshwa na nani na hii kesi? Kwa sababu gani? Sijui, kama kwa sababu sipo ndo nakuwa nashindwa kuelewa. Kila nikifika nani, kila nani yule mwanamke akienda huko unasikia eti aliuzishaga gari yangu ndo akanunua hiyo gari. Yeye aliwahi kununua gari? Hajawahi kununua baiskeli, hajawahi kununua hata kuku. Vitu vyote vya kwangu mimi. Lakini akidanganya hivyo, alafu anaenda na mtoto pale mahakamani, inafika inaonekana kwamba huyu mwanamke anaonewa na nini. Lakini sijui kama yani mtu nakuwa nashindwa hata nani nieleze vipi. Akienda na mtoto pale inaonesha kwamba ndio ameonewa sijui na nini, wakati kuna pension alimentaire. Waangalie kama sio mwezi wa 6 mwishoni, mpaka hadi mwezi wa 6 mwishoni mimi nilikuwa naweka pension alimentaire. Mkonta senari niko na nani na maborderon. South Africa kwana ilikuwa 1200 par mois. Maushahidi bado yapo, lakini vitu bado vinachukuliwa. So anyway, ni kwamba ndo hivyo, ila sijui, mimi ninachokiamini, ninachokijua ni kwamba sheria zipo, tena ziko wazi kabisa. Sheria zipo, na ningeomba tu kwamba kupitia hizo sheria uangalie ni jinsi gani ya kuweza kutusaidia kuhusu hili kesi, kuhusu hii kesi, kwa sababu ni kama naona tunakuelekea sio kuzuri kabisa. Yani najua sheria zipo na naamini sana serikali naamini sana, najua sheria zipo, labda kutakuwa tu kuna uongo ambao wanadanganywa katika hii kesi, tena uongo mwingi sana, ambapo walitakiwa labda wajue au kusikiliza pande mbili na wasiegamie pande moja kutaka kumsikiliza mtu mmoja, kwamba wasikilize pande zote mbili zinasemaje, kwa sababu anapoongea peke yake au anapofight peke yake, matokeo yake ndo watu wengine wanakuja kwa victim kama hivyo. Imagine mama watu yuko mimba, imagine. Hiyo ni haki kweli? Na hicho ndo kitu kinanifanya mimi hadi nitume niongee kwenye voice hii. Last time tena kafungwa hivyo. Mimi nilikuwa sijawahi kuongea chochote kuhusu hii kesi. Nilikuwa najua tu ipo siku Mungu atajalia yataisha. Lakini napoona wanaanza kushika watu wengine ambao ni victim kabisa, ilibidi basi
nitoe lile dukuduku langu, nilitoe nje, basi ni watu wajue ni kitu gani kinachoendelea. Kwa sababu anapokaa naongea huyo mwanamke peke yake anapita huku na huku na huku, sijui nyuma migongo anadanganya watu, inaonesha sijui something. Kuna nani parke pale town pale, sijui chini ya ile nani ya Coca-Cola pale karibu na nani town kabisa, karibu na nani pale karibu na Bata. Alifikaga pale amenichafuaga sana kiasi kwamba nikiingia tu watu wakiniona nafika wanachungulia madirishani, ndo yule. Lakini walipokuja kujua ukweli, kitu cha kwanza anaanzaga ukimbilieti, nataka kesi ihame iende sehemu nyingine. Akiona wameshamjua kwamba kesi ihame iende sehemu nyingine, wakasema kumbe ndo hivi. Nikamwambia ndo hivyo. Baadaye kesi imehama ikienda sehemu nyingine. Ni kwamba ndo hivyo, wanachukua vitu vya watu, ndo tatizo, na wanafunga watu ambao kwangu hawana hatia. Labda ni kwendo, okay, labda niwe nimejidanganya, sijui sheria. Labda mwenye kujua sheria atasema okay, hata kama wewe ndo mwenye kesi, huyo mamake na mwanamke ambaye ulizaa naye, yeye pia anatakiwa kufungwa kwa kesi yako labda. Intambara yose murayumva, ivyo Fiston Abdoul Razaq yatwiganiye mwavyumvise yuko ari byinshi cyane, kandi bimwe bibabaje gose uvyumvirije. Ariko reka ndababwire neza yuko tutagiye kwicara, petetre tuzoguma dutohoza inkuru hirya no hino, twumve naho kuzindi impande yuko vyoba ivyo Fiston Abdoul Razaq yatubwiye vyoba biri mu muco canke bimeze gute, kuko bavuga ati nta wumviriza acishije mu gutwi kumwe, bisaba yuko yumvisha amatwi yose. So nakunze cyane kubona wadukurikiranye ndetse ugakurikirana ino nkuru, ndakubwire neza ko ndabigushimiye cyane. Ariko kandi ndanagusaba kugira subscribe niba utarayikora, kugira ngo uzuranka notification zanje zose z'ibiganiro dukora umwanya n'umwanya, kiba cingiye ko ucubona hariya hejuru ya telefone yawe agakengeri kavuga ati twi notification, kaba yinjiye ugacura ikiganiro kindi gikurikira, kugira ngo tube tukuzanira amakuru mashasha agezweho hirya no hino atandukanye muri entertainment, showbiz n'ibindi byinshi birenze cyane. Yari El Malove, mwarimu kuri Ashali TV, ndabakunda cyane.